Ndoa ni nini? Ndoa ni nini? Mungu atusaidie sana. Ndoa ni tendo la hiari, yaani watu wawili wanapokubaliana wanaanza taratibu zile ambazo tumezisikia tangia juzi na jana, kwamba kuna kujitambulisha labda kwa mfano, lakini kabla mjajitambulisha, kwa sisi tuliokoka tunaenda na utaratibu. Yamkini ukaanza kumwambia mchungaji wako, mwingine anaanza kumdokeza mzazi wake, lakini ni mambo yanayoenda kwa nini? Kwa utaratibu. Kwa hiyo ndoa ni kitu ambacho ni cha hiari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa sio ya lazima, ni ya hiari. Na unaweza ukafikiri mbona tunazungumzia sana kuhusu ndoa? Yamkini unaweza ukawa na maswali hayo kwa sababu tangia jana yule baba alifundisha, mama pia katika masomo yake amegusia habari ya ndoa. Ni kwa sababu gani? Maisha ya ndoa katika maisha ya mwanadamu, kwa kadri Mungu anapotujalia neema, ndio maisha ambayo yana miaka mingi au ndio maisha marefu zaidi kuliko maisha ya utoto ambayo ushawahi kuishi. Mmenielewa eh? Ndio maana mtu akifikia umri wa kuoa, lazima huyo mtu awe pia tuseme amemruhusu Mungu kwamba kweli hapa haya maamuzi naofanya je, ni mpango wa Mungu? Kwa sababu gani? Ukienda kichwa ni hatari sana. Mungu atusaidie sana. Kipindi mimi nilikuwa bado binti, nilikuwa naenda sana kwenye makongamano ya vijana. Yaani nilikuwa nasoma, lakini hata nikipewa hela ya pocket money, nikipewa hela naanza kuwekeza ile hela yangu, kwa sababu najua kila mwaka mwezi wa 6 kuna semina. Kuna vitu nilikuwa napenda kujifunza kama kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, ndoa sio jambo la kuamka asubuhi tu tayari uko kwenye ndoa. Ni jambo ambalo lina mchakato. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mimi kama kijana niliokoka, nilianza kuwa na hiyo shauku. Ndio maana nakwambia nitakapoendelea kufundisha nitakuwa naenda huko nashuhudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kijana niliokoka nikasema cha muhimu zaidi nihakikishe ninaenda kwenye kusudi na mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma Zaburi ya 119 mstari wa 9 inasema ili kijana asafishe njia yake ni lazima atii na kufuata neno la nani? La Mungu. Kwamba kuoa au kuolewa ni mambo ambayo ni mpango wa Mungu. Neno la Mungu linaruhusu mtu awe na mke wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linaruhusu mtu awe na mume wake mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni nyeti sana ama ni la muhimu sana kuhakikisha kwamba maisha yangu ya baadaye yanakuaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa ni maisha ambayo wewe kijana unahusika, wewe binti unahusika. Wakati naenda kwenye makongamano yale, mama mmoja alikuwa anatufundisha somo ile la ndoa. Akawa anafundisha na hiyo napo alipofundisha ndio nami nakudegea. Akasema hivi, katika vitu vya kuwa makini, katika vitu ambavyo unatakiwa ufikirie vizuri na ukae kwa utulivu ni swala la ndoa. Mungu atusaidie sana. Akawa anasema hivi, kama ukikosea kwenye ndoa, jehanamu kuna nini? Kuna mateso, si ndio? Ukikosea kwenye ndoa, inawezekana ukaingia kwenye ndoa isiyo sahihi, mateso yako yakaanzia hapa duniani. Lakini kama utamruhusu Mungu, kama utaenda katika kusudi na mpango wa Mungu, paradiso, mahali paraha, unaanzia hapo duniani ukiwa kwenye nini? Kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana nikasema ndoa ni kitu ambacho ni lazima uwe makini. Sasa swali langu ambalo ninauliza, na najua mnafahamu, lakini ninauliza huko pia nitaendelea kukueleza kama ufahamu. Tunatakiwa tujue mwanzilishi wa ndoa ni nani? Mwanzilishi wa ndoa ni nani? Nisaidie kijana wangu. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Mwingine anasemaje? Mwanzilishi wa ndoa ni nani? Ni Mungu. Hebu tusome, utasaidia kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Fungua Mwanzo sura ya 2. Tuone mwanzilishi wa ndoa ni nani? Aliyeanzisha ndoa ni nani? Fungua hiyo Mwanzo 2. Sasa niwie radhi nitatumia simu. Nilikuwa na mchakato wa kufuatilia miwani kwa sababu kwenye Biblia hata niweke karibu namna hii nasoma kwa shida sana. Kwa hiyo
Wewe mwenye Biblia naomba usikimbie simu. Soma Mwanzo sura ya 2. Naomba uanzie ule mstari wa 18. Alafu nisaidie kusoma mpaka ule mstari wa 24. Naomba mmoja nisaidie kusoma kwa sauti. Mwanzo 2:18 hadi 24. Amina. Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyisa kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adam likawa ndilo jina lake. Adam akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotwaa katika Adam, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adam. Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Mstari wa 24. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Amen. Haleluya. Kama alivyojibu kijana wangu, na nitegemea jibu kama hilo, kwamba mwanzilishi wa ndoa ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukiosoma katika kitabu cha Mwanzo, tunaona vile ambavyo kuanzia sura ya 1, Mungu aliumba vitu mbalimbali, aliumba wanyama, ameumba kila kitu kumwangalia mwanadamu mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipomaliza, ukisoma Mwanzo 1:26, ndipo alimuumba mtu. Akasema, na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa mipango. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu wa nini? Wa mipango, ni Mungu wa utaratibu. Yaani Mungu vingine ametamka, kuwe na hiki kikatokea, kuwe hiki kikatokea. Halafu akamwandalia mwanadamu mazingira mazuri, akahakikisha huyo mwanadamu atakuwa na kila kitu. Ndio maana akasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Halafu kwa kuwa yeye ni mtawala wa mbingu na nchi, Mungu sio mchoyo, akaruhusu akasema wakatawale. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema watawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Kwa hiyo Mungu akamuumba mwanadamu kama nani? Kama mtawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baada ya kuumba, Mungu akampa Adam kazi ya kuwapa wanyama majina. Akasema huyu hapa atakuwa ni simba. Akasema huyu ataitwa ng'ombe. Huyu ataitwa mbuzi. Akatamka Adamu, akawapa majina yao wale wanyama. Lakini tunasoma hapo kwamba hakuonekana aliyemsaidia Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameumba mwanadamu, ni kweli. Mungu ameumba kila kitu, wanyama, samaki na kila kitu. Mungu ametengeneza, kuna bahari, kuna nchi kavu. Kila kitu Mungu ametamka. Lakini Mungu amemthamini mwanadamu tangu mwanzo. Ndio maana kwenye uumbaji akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mungu akaangalia, kweli huyu nimemuumba kwa mfano wangu, huyu nimemuumba kwa sura yangu, anapendeza. Lakini ukiangalia kwa kitabu tulichosoma sasa, Mwanzo 2:18, ni Mungu mwenyewe tena aliyefanya vitu vyote. Akajua ameshamuumba mwanadamu kama mtawala na kila kitu. Lakini Mungu akaangalia akasema si vema huyu mtu akiwa nani? Peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akasema si vema awe peke yake. Akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Haleluya. Kwa hiyo wewe kama kijana uliokoka, kama binti uliokoka, Biblia inatuambia tusifuatishe namna ya dunia hii. Mungu asifiwe sana. Yaani lazima kwenye ufahamu wako na kwenye akili yako ujue kabisa ya kwamba kumbe kuoa ama kuolewa ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo ni lazima nimpe Mungu nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima nimpe Mungu nafasi kwa sababu Mungu ndio yeye aliyesema si vema. Haleluya. Sio kwamba labda ni wanadamu mwenyewe, lakini Mungu mwenyewe akasema sio vema
peke yake. Akaamua akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kijana wa Yesu, kuna sababu ya kufikiri. Unachotakiwa kufanya ni kujua kabisa kwamba kumbe kwenye maisha yangu, japo ninasoma au japo nafanya shughuli fulani, nafanya kazi fulani, lakini utafika wakati ni lazima nipate mwenza wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna mwingine hapa yamkini ameshamaliza kusoma, mwingine tayari na shughuli zake, anafikiria habari ya kwamba nani atanioa, nitamuoa nani. Nataka nikuambie, kama vile ambavyo unaliwaza hivyo, Biblia inasema Mungu anashughulika sana na mambo yetu. Kwa hiyo yuko Mungu ambaye alisema mwenyewe kwamba si vema mtu awe peke yake. Haleluya. Akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Haleluya. Amina. Yaani wewe moyoni mwako anza kufurahia, anza kusema Mungu anaona sio vema nikae peke yangu. Kama uko peke yako wala huna sababu ya kufadhaika. Unajua kumbe Mungu anajali kiasi hicho. Kumbe Mungu anasema sio vema mimi binti nikiwa peke yangu. Sio vema mimi kijana nikiwa peke yangu. Lazima niwe msaidizi. Mungu ataje sana. Biblia inasema mtu apataye mke apata kitu chema. Haleluya. Mtu apataye mke anapata kitu chema. Lakini Mungu anasema anajipatia kibali kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo ni lazima ujue kabisa kwamba ili ile si vema, yaani Mungu aone ili nipate mwenza wangu, ni lazima nikae magotini, nipate kibali kwa nani? Kwa Bwana, nimruhusu Bwana. Haleluya. Na ukimruhusu Mungu, nataka nikwambie hutakosea. Ukimruhusu Mungu, utaenda kwenye kusudi na mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi mchungaji akawaambia Yesu anaokoa hata watoto wa wenye haki. Anaokoa watoto wa watumishi wa Mungu. Mimi nimeokoka tangia nikiwa ninapata akili na kuta baba na mama. Mama ni mchungaji, baba ni mchungaji, mama ni mama mchungaji. Kwa hiyo nikalelewa kwenye misingi hiyo ya kumjua nani? Mungu. Kwa hiyo kama wewe umeokoka, halafu ukajirahisi ukasema kwa kweli dunia hii haiwezekani kuwa peke yako kabisa. Mwingine anasema lazima niwe na boyfriend, mwingine anasema lazima niwe na girlfriend. Nataka nikuambie hayo ni mawazo ya kishetani, lakini kusudi na mpango wa Mungu ni kwamba mtu asiwe peke yake. Haleluya. Ni Mungu ndiye akufanyie msaidizi. Kwa hiyo nataka nikuambie nikalelewa hivyo, lakini pamoja na kulelewa hivyo nikajifunza, nikasoma, nikasikia maana mengine sio lazima ufundishwe. Mara nyingi kwenye harusi wachungaji wakifungisha ndoa wanafundisha mambo mengi kuhusiana na nini? Na ndoa. Kwa hiyo kama binti niliyookoka ambaye nimelelewa kwenye misingi ya Mungu, kwanza nilikuwa mdogo nilianza kufikiria, kumbe kuna wakati natakiwa niwe na mume wangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu hapendi nikiwa peke yangu. Yaani nilikuwa nikatafakari yale, nikaweka malengo, nikaweka mikakati kwamba ni lazima niweke misingi yangu kwa Mungu. Ni lazima kila leo nifuate neno la Mungu. Ni lazima kila siku nitembee katika mpango wa Mungu. Maana Mungu anawaza kila kitu juu ya kila mwanadamu. Haleluya. Sio kwamba ni Adamu ndo alilalamika mbele za Mungu kwamba Mungu sasa nitakaa peke yangu mpaka lini? Hapana. Mungu anashughulika sana na mahitaji ya watu. Akasema si vema huyu mtu akiwa peke yake. Haleluya. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi binti uliokoka. Usiwe na wasiwasi kijana uliokoka. Mungu amesema mwenyewe si vema uwe peke yake. Mungu amesema apataye mke anapata kitu chema na anapata kibali kwa nani? Kwa Bwana. Yaani wewe kama ni binti anza kujisikia furaha kwamba kumbe mimi nitasababisha kijana fulani apate kibali. Haleluya. Inamaanisha yule mtu ambaye ameoa katika kusudi na mpango wa Mungu amepata kibali machoni pa nani? Pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndoa ni mpango wa Mungu. Ndoa, mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe kwenye bustani ya nini? Ya Edeni. Akasema si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo Mungu akamtengeneza nani? Adamu. Hebu tuendelee kusoma hapo. Anasema kwamba Ngoja tusome tena. Anasema hivi. Kwa hiyo mstari wa 18. Anasema Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke. Bwana Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika
ardhi kila mnyama wa msituni akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu ikawa ndio jina lake. Adamu akawapa majina yao, kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Lakini hakuonekana wa kusaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu ndio aliyesema sio vema. Halafu pamoja kwamba amesema sio vema, kwa nini amesema hivi? Kwa kuwa ameona Adamu yuko bizi anahangaika, yuko peke yake, akasema haiwezekani aendelee kukaa peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema nitamfanyia msaidizi. Sasa namna gani afanye msaidizi? Akaleta usingizi mzito kwa nani? Kwa Adamu. Adamu akalala usingizi mzito. Operation ya kwanza akaifanya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafanya operation mwenyewe Mungu, akatoa ubavu mmoja kwa Adamu. Halafu ule ubavu aliotoa akaufanyiza, akatengeneza nani? Mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipotengeneza mwanamke akamleta kwa nani? Kwa Adamu. Adamu kwa kuwa alikuwa anawapa wanyama majina, akashangaa, mbona naona kuna mtu wa tofauti? Alipomwangalia kwa makini na roho wa Mungu kwa alikuwa ndani yake, uweza na neema ya Mungu ilikuwa ndani yake, Adamu akagundua, akasema, sasa huyu ni nyama katika nyama yangu, ni mfupa katika mifupa yangu, kwa hiyo ataitwa mwanamke kwa sababu ametwaliwa katika mwanamume. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka niseme nini hapa? Nataka niseme hivi, tuone vile Mungu anavyojali. Mungu anatujali mno. Yaani kijana, huna sababu huku unasoma, huku unasumbua kichwa chako unafanyaje na kuaje? Hapana. Yaani jue Mungu mwenyewe ndio anasema si vema. Kama tulivyofundishwa ni kwamba utulie katika uwepo wa Mungu. Kama bado unasoma, kuwa bize na kusoma. Ujue kabisa kwamba Mungu ndio anayesema sio nini? Sio vema. Na kwa kuwa amesema sio vema, ni lazima atakutengenezea msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu alifanywa msaidizi mpaka akafurahi, akajisikia raha, akasema kweli huyu ni nyama katika nyama